kwamba hata wewe Luziro una mamlaka ya kumkamata mhalifu. Sawa. Na ukishamkamata kisha unamfikisha kituo cha polisi. Na ukimfikisha kituo cha polisi lazima wewe si kama mlalamikaji utalalamika pale kesi. Kuna makosa ambayo tunasema makosa yana dhamana. Iwe kituo cha polisi au mahakama. Hivi mtu akikamatwa labda na kitu yani red handed, huwa kuna dhamana? Dhamana. Kwa mfano mtu amekutwa amekata mkono wa mtoto. Yaani kama hivyo kwa mfano au ameiba kabisa ameshikilia pale pale na amemwona kabisa. Huwa kuna dhamana tena. Kwa mfano mtu aliyeiba, wizi ni kosa ambalo kisheria lina dhamana. Hata kituo cha polisi. Kuna dhamana ya polisi na dhamana. Kwa hiyo wanaojitia wananchi wenye hasira kali waache hasira. Kwa hiyo ukisha ngoja niliweke sawa. Na hili kidogo linachanganya, linaleta mgongano kati ya jeshi la polisi na wananchi. Wanaona nyewe kama vile na hatuchukui hatua. Ndio. Umekamata kwa mfano mwananchi mwizi ambaye ameiba na vitu vimepatikana. Apelekwa kituo cha polisi, kesi inafunguliwa. Wananchi wakumbuke kwamba kesi hii pale polisi ina dhamana. Mwananchi huyu anaweza akadhaminiwa. Na ndio maana wewe sheria inapokupa mamlaka kwamba mtu uliyemkamata huko mtaani, hata kama akamatwa na jeshi la polisi, kumpeleka pale, wewe final disposal yako ni kumpeleka kituo cha polisi. Akishapokelewa kituo cha polisi, anatakiwa kupelekwa mahakamani immediate. Lakini kama hakupelekwa mahakamani, mtumwa huyo anatakiwa kuhakikisha kwamba amepata dhamana. Ili taratibu nyingine kama hakupelekwa mahakamani, akipewa dhamana aende kujiandaa kwa ajili ya kupelekwa wapi? Mahakamani. Wakati mnatoa dhamana afande, huwa mnafikiria maisha ya hawa watu wengine walikuwa wamekamata kule mtaani kwamba yatakuwa katika hali gani? Kwa bahati nzuri kwamba sheria iko wazi. Sawa, sheria iko wazi. Mimi nauliza. Kuna mtu ambaye tukisema kwamba kuna mtu tunaweza tukasema sasa nini? Sawa lakini kwa sababu za kiusalama. Kwamba akirudi kwenye jamii usalama wake unaweza kuwa hatari. Tunaweza tukaendelea kumshikilia pale kituo cha polisi ili kunusuru maisha yake. Wananchi wanakusikiliza Lupa. Hebu waondoe kwenye ile mentality ambayo wanayo kwamba ninyi kuna wakati mtu analetwa alafu ninyi mnamwachia. Hapana, sio sahihi. Tunawaachia watuhumiwa kwa mujibu wa sheria. Kama nilivyokuambia, sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai iko wazi. Kifungu cha 66 kinatoa mamlaka ya mkuu wa kituo kutoa dhamana kwa mtuhumiwa au kwa makosa yale ambayo yana dhamana. Lakini ukisoma kifungu cha 151 kimeweka bayana makosa ambayo mtuhumiwa kwa kituo cha polisi hawezi kudhaminiwa. Makosa hayo ni pamoja na mauaji na makosa makubwa kama vile uhaini na kadhalika. Kwa hiyo kwa makosa haya mkuu wa kituo pia hana mamlaka ya kutoa dhamana kwa mtuhumiwa ambaye amefikishwa kituo cha polisi akiwa anatuhumiwa kwa makosa hayo makubwa. Lakini makosa mengine haya, kutumia lugha ya matusi, kufanya fujo, wizi, uvunjaji, makosa haya yote yana swali langu wanatamani ongea na wananchi kwenye nini? Wale wanaopenda kujichukulia sheria mkononi na mimi kufuna kama tumeongea mambo ya wizi kwa sana. Na tumeona sasa hivi kuna baadhi ya matukio ambayo tuko tunaongea sana kwamba wamekamata wezi. Kwa mfano kama hao waliomuoa kijana. Ni mtu kama umejichukulia sheria mkononi. Eti kwa sababu unasema yule aliiba. Ngoja tumpige na tuondoe uhai. Kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara ya 14, kila mwananchi au kila raia ana haki ya kuishi na kupata hifadhi kutoka kwa jamii. Kwa hiyo hawezi kutokea mtu kuondoa uhai kwa mwenzake eti kwa sababu ya hasira kali. Mtu anayefanya hivyo atachukuliwa hatua za kisheria.